Upendo urejesha vilivyopotea. Huu ujumbe wetu wa mwezi, upendo urejesha. Yohana 3:16. Kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili afanyeje? Arejeshe ulimwengu kwa Mungu. Upendo huo una sifa ya kurejesha kitu. Kama hata kimevunjika, hata familia kama ina migogoro, upendo huo unaunganisha. Biblia inasema upendo ni kifungo, kwa lugha nyingine ni kishikizo cha vitu vingine kushikana. Kanisa hapa, kila mmoja wakipendana, urejesho wa kanisa unaanza. Uamsho kwa wamama utakuwepo kipindi wamama wakianza kupendana. Upendo una tabia ya kufanya urejesho. Haya, tukishampenda Mungu tupendane sisi kwa sisi. Maandiko yanasema hasa jamaa ya waaminio. Tupendane sisi hasa jamaa ya waaminio. Ni unafiki mkubwa kutoka hapa wewe eti kutafuta kituo cha watoto yatima kwenda kusaidia kanisani kwako kuna watoto yatima. Ni unafiki. Mimi wanaita unafiki. Biblia inasema hivi, asiwapenda watu wa nyumbani kwake ni mbaya kuliko asiamini. Ni unafiki mkubwa kuacha kusaidia watu wa nyumbani kwako kwanza, alafu unaenda kando tena. Ni unafiki mkubwa sana. Anzia kwako, alafu huo ndo upendo utambae. Na hii ndo imekula Wakristo wengi. Tutasikia Waislamu wanasema Muislamu ndugu yake Muislamu, wanapeana pale kwenye, kuna masheri hapa uajiriwi usipokuwa Muislamu. Uongo? Hauajiriwi. Hauwezi ukaona ndugu yako hapa hana connection na wewe umekaa hapa kanisani na unajua kuna kazi sehemu ukamwacha ndugu yako aliyeamini. Ili kanisa likue na Mungu alikuze, anataka uone upendo kwanza. Anasema wakazifanya mali zote kuwa shirika na wakagawiana sawa kwa sawa. Kanisa likakuzwa na Bwana. Haleluya. Kanisa litakuwa upendo ukionekana. Upendo. Kupendana sisi kwa sisi. Kuna kijana hapa anaoa, tutamshika mkono, utazani wewe ndio kijana wako. Tutambeba wote kwa pamoja. Na upendo ukiwepo ndani ya kanisa, kanisa linakuwa. Maumivu ya mama fulani ni maumivu ya huyu, kanisa linakuwa. Sasa watu hawana upendo, Mungu atawaongeza. Mungu anarejesha. Anasema aliupenda ulimwengu akatoa, ndipo akapata. Utapopenda, haleluya, upendo ukionekana kanisani, sisi kwa sisi tulioko hapo kwanza kupendana, Mungu atalikuza ili kanisa mpaka tutashangaa. Kiongozi, mwenyekiti wa wamama anapendana na msaidizi wake. Msaidizi anapendana na katibu. Wote wanapendana, wanajuliana hata hali. Sio huyu yuko pembeni anamsema mwingine. Wanapendana kweli kweli. Mungu anapoona ule mshikamano analikuza kanisa katika jina la Yesu. Upendo. Mungu anapoona upendo analikuza kanisa. Anasema alipoupenda ulimwengu wakati ungali wenye dhambi. Hebu tuangalie sifa za upendo kwanza. Upendo uhesabu mabaya. Wao unahesabu mabaya ya watu wa kanisani kwako sana. Ndio maana Mungu hawezi kulikuza kanisa kama tutahesabiana mabaya sana. Kama tutahesabiana kuanguka sana. Upendo huwa uhesabu mabaya. Ufurahi pamoja na kweli. Yaani unapoisema kweli upendo pale unashamiri na kufurahi. Unafurahi pamoja. Wewe ngoja nikwambie, kwa nini haupo kwa wamama wenzako? Ufurahi pamoja na kweli. Wenzako wanadumisha, anasema ajitengae na wenzake utafuta matakwa yake. Kwa nini wewe mama ambaye uko kwenye kundi la wamama, kwa nini usiwepo? Kwa nini wewe haupo? Unatafuta matakwa yako kanisani, hauna upendo kwanza. Hata kama unao ni wa unafiki.
hiari yangu mchungaji kujiunga au kuacha ni unafiki. Hebu kuwa na upendo. Au nataka uame ibada sasa hivi ukimbie? Haya, wenzako wote wanasema bana ibada itakuwa hivi. Wewe unasema mimi nitakuwa peke yangu. Haya, mchungaji anasema ibada ya mfungo wa siku 21. Unasubiria tumemaliza afu ndio unaanza wa kwako. Yaani wewe Mgalatia. Yaani kila kitu lililo jema. Unajua ngoja nikwambie, moja ya tabia ya shetani ilikuwa ni kupingana na jema. Katabia ka shetani kakikuanza, unaanza kupingana na kila jema. Ninataka sasa hivi tunapomaliza ibada hii, kama umelisikia neno la Mungu na wewe ni mtii, upone leo. Kama kwa kina mama hujajiunga, uchunge leo katika jina la Yesu. Leo upone. Na kama kwa vijana haupo, uingie leo katika jina la Yesu. Mimi sijawahi kuona wewe ufanani na wanyama wowote. Mimi wanawaangalia hata ndege wa angani wanaofanana wanapaa pamoja. Kuna ndege fulani wanaita nyange kwa huku. Sijui ni lugha ambayo na wewe unatumia kwenu. Hii ni kikwetu huku Mwanza ndio tulikuwa tunaita nyange. Wangapi walikuwa wanajua kwa lugha hiyo? Waga ni weupe sana, huwa wanatoka kule. Ukiona wanapaa kwa makundi wako pamoja. Na muda wa kupaa asubuhi wanapokuwa wanatoka wote, na jioni wanapokuwa wanarudi. Sasa nyange wanakushinda akili. Hata popo sijawahi kuwaona wanakosea muda wa kuruka. Ni jioni giza limeingia wanatoka. Sasa wewe ndugu yangu, wenzako watu tuko kwenye viwango vya kupanuka kama kanisa. Wewe umeanzisha kiwango chako kipya, unaka msemo kako na wewe umekatafuta pembeni. Yaani ni mradi tu upingane, ushindane. Hasa wanapokuambia kwamba sasa hivi vijana tuna mchango. Wewe ndio wa kwanza. Kuna mambo mengine mezea rohoni. Hata kama mwambie Bwana nipe na mimi, afu nyamaza kimya huko pale, unanyosha mkono. Mimi sina hiyo hela. Kwa nini lazima? Sina, umesikia? Sina, mimi siwezi kutoa. Mimi ni mkweli. Kuna ukweli mwingine wa kipumbavu. Afu ukweli mwingine unaweza ukakuangamiza. Kwa sababu Biblia itufundishi hivyo, inasema aliye dhaifu aseme mimi nina nguvu. Sasa wewe kila siku ni wakusema sina, eti ninasema ukweli mimi sina. Biblia imekataa, imesema ukiwa huna sema ninacho. Amen. Wewe hiyo kauli umefundishwa na nani? Baba yako nani? Shetani. Mungu anasema ukiwa huna sema ninacho. Nipo anapokupa. Wewe hizi kauli umenyosha mkono. Wakati mwingine nyamaza. Unakuta kuna viwango wengine. Mimi nikiwaga hapa, nikiwa natangaza jambo lolote, naweza nikasema hiyo speaker ni 700,000. Afu baadaye mtu akatoa. Lakini Mgalatia ningekuwa nimekupa uhuru, ungenyosha mkono. Mchungaji sasa hivi kanisa aliko kwenye wakati wa kununua speaker. Wagalatia jamani. Hebu jamani twende pamoja hapa. Haya mwingine tumwachie Mungu. Haleluya. Hivi ni nani? Uko pale wenzako wote wanasema sasa tutatoa 10,000. Wewe una 2,000, nyamaza kimya. Sema hivi, nitamfuata mwenyekiti. Ndiye baba wa hili kundi. Ndiye mama wa hili kundi. Taongea na mwenyekiti private. Tamwambia mwenyekiti, sina 10,000. Mimi ni 2,000. Naeleweka? Hiyo ni hekima. Ngoja nikwambie, leo hata wachungaji wengine wamekosa hii hekima hii. Ngoja nikwambie, Biblia inasema hivi, msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe au mbwa, wasije wakageuka wakawalalue. Sasa wewe uko kwenye kundi la watu pale, watakulalua sana, ndio maana unasemwa. Maneno mengine sema kwa akili bwana.
Sema nini? Hey, kuna aibu zingine ziseme kwa akili. Hapa mchungaji nikikosa hekima ningekuwa na wasonta kabisa. Sema unajua wewe ni mzambi sana. Nilikukuta juzi. Hiyo ni aibu ambayo unampa shetani nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo mengine ya kusema kwa akili. Ndio maana nataka niwaonye watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niwaonye watu katika Bwana. Jambo ambalo nataka niwaonye ni kuhusu mitandao ya kijamii. Katika mitandao ya kijamii si kila mtu wa kumsikiliza.